Karibu tena katika darasa la mahusiano, na leo katika mahusiano tunaenda kuangalia vitu ambavyo ukivifanya basi utaweza kumfanya mpenzi wako akupende zaidi. Na hapa nimekuwa na maswali mengi sana nikiyapata. Niko na mtu katika mahusiano, nimeanza naye, ninampenda, lakini je, nifanye nini ili mradi aweze kunipenda zaidi? Kipi nifanye ili mradi upendo huu uweze kudumu? Sasa mahusiano, unapoingia na mtu, fahamu ya kwamba huyo mtu ana mahitaji yake, ana madhaifu yake. Kwa hivyo kuna vitu ambavyo natakiwa utembee navyo na uvisome mapema, ili mradi kuweza kumjenga na kuweza kufika naye hapo ambapo unapahitaji. Kuna mambo matano ambayo nimekuletea ya kuongeza upendo na kumfanya kupende zaidi. Jambo la kwanza, tenga muda kwa ajili yake. Hata kama unampatia kila kitu, lakini mpenzi wako anahitaji apate muda na wewe, anahitaji apate muda umsikilize, anahitaji apate muda muongee pamoja, mjadili vitu vingi sana, anahitaji apate muda mkae pamoja, msikilizane, mpange kitu fulani, na iko kitu ambacho mnakipanga kitimie. Anahitaji mpate muda, mtoke, muongee, adeke, ajihisi kwamba yuko katika sehemu ambayo ni salama zaidi. Kwa hivyo kama unataka uteke akili yake, basi hakikisha unatenga muda kwa ajili yake. Hata kama uko busy kiasi gani, lakini ule muda ambao unapata chakula, muda ambao unalala, muda ambao unajiandaa au umepumzika kidogo, shika simu yako kama yuko mbali, wasiliana naye, mjulie hali, muulize uko wapi, unafanya nini, unaendeleaje. Kuna stori nyingi ambazo unaweza ukazipata kutoka kwake, basi zingatia kile ambacho anakuelekeza. Kwa hivyo swala la kwanza kabisa, muda. Lakini jambo la pili, heshima. Hakuna mtu ambaye anapenda kudharauliwa na mtu wake. Kwa hivyo kama umeingia katika mahusiano, fahamu ya kwamba huyo mwanamume au huyo mwanamke anahitaji kumheshimu. Kumheshimu maana yake kufuata ile misingi ambayo anaipenda. Vile vitu ambavyo hapendi umfanyie, viache, na vile vitu ambavyo anapenda avione kutoka kwako, muoneshe, mfanyie. Kwa kufanya hivyo, basi utatengeneza upendo ambao ni chanya zaidi. Lakini heshima huwa inaanza kwako wewe mwenyewe. Usije ukasema unamheshimu mpenzi wako, alafu akiwa mbali unatembea uchi, akiwa mbali unamsaliti, akiwa mbali unamjibu vile ambavyo wewe unahitaji. Hakuna heshima ya namna hiyo. Tukisema heshima, tunaanzia na kwako wewe mwenyewe. Je, unajiheshimu? Je, unatunza penzi la mwenzi wako pindi ambapo anakuwa mbali na wewe? Hili ni swala la msingi sana katika kipengele cha heshima. Kama unampenda na unahitaji akupende zaidi, hebu muheshimu. Lakini jambo la tatu, malengo. Timiza malengo na ahadi ambazo mnawekeana kila siku. Isije ikawa ni porojo tu. Kila siku mkiamka unajua mwezi fulani tutafunga ndoa, nitaanzisha process za ndoa, nitaleta barua kwenu. Sawa, mwezi unafika, mtu anaangalia hakuna kitu, anajiuliza hii ikoje? Ili penzi mbona kila siku kuna ahadi feki? Sasa moyo wa binadamu unachoka. Itafika hatua ataanza kufikiria kumbe hapa hakuna upendo, bali nachezewa na kupotezewa muda. Na inapofikia hatua hiyo, utaanza kuona taratibu anakata yale ambayo mwanzoni alikuwa anakufanyia. Kwa hiyo kama unahitaji akupende, basi timiza malengo ambayo mmejiwekea. Na moja ya lengo kubwa kabisa la kuanzisha mahusiano ni ndoa. Hakuna mtu ambaye anaanzisha mahusiano na wewe kwa ajili tu ya kucheza, kwa ajili tu umchezee umwache, kwa ajili tu muumize hisia zake na vitu kama hivyo. No, ameanzisha mahusiano kwa sababu anaamini wewe ni mtu sahihi, na kama ni mtu sahihi, basi mtafikia lengo fulani, na lengo hilo ni ndoa. Sasa timiza hilo lengo, utaona kila kitu kinakuwa katika msingi mzuri. Lakini jambo la nne, kama unahitaji akupende, basi ongeza utii na upendo wa dhati pia. Hii
wanaume wanapenda sana. Mwanamume anapenda sana umtii, umheshimu, lakini mpende pia, kwa sababu unaposema nahitaji mtu anipende, maana yake na wewe lazima umpende, lazima umuoneshe, lazima umsikilize, lazima umtii, lazima umheshimu. Love is all about sharing. Nipe nikupe. Ukimpatia upendo naye atakupa upendo. Kwa hivyo kama unahitaji uongeze upendo, mwenzi wako akupende zaidi, basi jitahidi sana uwe unamtii na kumpenda vile ambavyo inatakiwa. Na ndani ya upendo kuna kujali. Unapomjali mpenzi wako ukamtii, basi naye atakujali, atakupenda, atakutii, na vitu vingine vyote vinaingia hapo ndani yake. Lakini jambo la mwisho kabisa, ukitaka mwenzi wako akupende kupitiliza, hebu kuwa mwaminifu kwake. Uaminifu ni kitu ambacho hakinunuliwi kwa gharama yoyote ile ya fedha, lakini ni ule tu utu wako wewe mwenyewe na kuamua kwamba niko na fulani, sitaweza kumsaliti na mtu mwingine, kwa sababu naamini huyu ndiyo mtu sahihi kwangu. Iwe nipo naye karibu au upo naye mbali, siku zote utabakia na kauli moja tu ya kwamba ninampenda na sitaweza kumsaliti. Sasa kwa kawaida mpenzi wako anapogundua ya kwamba wewe ni mwanamke au mwanamume ambaye hata ukae sehemu gani, hata upite muda gani, hautaweza kumsaliti, basi mtu huyo, mpenzi wako huyo, naye atakupenda zaidi, atakuheshimu na atatunza penzi lako kama jinsi ambavyo wewe unatunza. Kwa hivyo mapenzi yanahitaji ujitoe, kama jinsi ambavyo yeye anajitoa kwa ajili yako, basi na wewe hebu tenga muda na jidhatiti kabisa uweze kujitoa kwa ajili ya mwenzi wako. Kwa hivyo kifupi, ili mwenzi wako aweze kukupenda kupitiliza, kwanza tenga muda kwa ajili yake. Pili, mheshimu na kumjali. Tatu, timiza malengo. 4, utii na upendo uwepo sehemu ile. Lakini 5, kuwa mwaminifu kwake. Hiyo ni moja ya kitu ambacho ni muhimu zaidi katika swala zima la mapenzi. Hadi kufikia hapa, basi na imani utakuwa umetenga dakika 8, na hizi dakika 8 umepata funzo kubwa sana, ambalo na imani kama umesikiliza kuanzia mwanzo hadi hapa mwisho, basi utakuwa umejifunza kitu fulani. Kwa kusema haya, asanteni sana kwa kunisikiliza, lakini kubwa, msisahau kusubscribe katika chaneli hii, lengo uwe wa kwanza kabisa kuweza kupata kile ambacho nitakuwa na kiposti hapa. Kwa sasa asante na nikutakia wakati mwema.